Bana, mambo vipi? Sio safi kabisa. Kama kawa? Kama kawaida. Kuitwa Ade Music. Yeah, Ade Music. Kutokea wapi mzee? Kutokea wapi? Kutoka Dom City hapa. Dom City. Dom City ya kati. Okay, bana tuambie harakati zako hasa za muziki pengine ulianzia lini hasa? Muziki kitambo sana. Kitambo sana masuala ya muziki nimeanza toka young mdogo kabisa. Kwanza tulianza kwenye gospel nini, si unajua tena. Alafu baadaye tukaja tukachange. Tukaingia kwenye bongo flavor. Si unajua maisha yanatubadilisha. Okay, pengine ni kitu gani ambacho kilikufanya uhame kwenye gospel na kuingia kwenye bongo flavor? Ni kitu gani? Kwa kweli siwezi kusema ni kitu gani, ila tu nimefanya kitu ambacho nafsi inapenda. Si unajua tena unatakiwa ufanye kitu moyo unapenda. Yeah, of course, hivyo tu. Okay, sawa. Mpaka hivi sasa pengine tangu ulipoanza mpaka hivi sasa pengine kuna challenge yote ambayo unaona kabisa hizi kuna wakati huwa zinanikata? Yeah, challenge zipo tena nyingi sana. Unajua hakuna kitu ambacho unaweza ukakifanya ikakosa challenge. Yeah, ukienda unafanya kitu afu bila challenge yoyote ujue kwamba iko kitu unachokifanya si sahihi. Yeah, tunakutana na challenge nyingi sana katika masuala ya muziki, hasa kwenye media, kwenye mashabiki. So unajua tena unaweza ukaachia vitu unaona vitu haviendi watu hawakusupport. Lakini hivyo hivyo mdogo mdogo Mungu ana bless sasa hivi, tunashukuru Mungu, mambo yamekuwa mazuri zaidi. Okay. Yeah. Unafikiri ni kitu gani ambacho huwa kinasababisha pengine unapoachia kazi na unakuta kazi hizo haziendelei ama hazisupportiwi? Unafikiri challenge kubwa hasa iko wapi? Kwa kweli kwa sasa hivi mimi nikiachia kitu kinaonekana kinaenda, lakini nyuma vitu kama hivyo nimepitia na nimeviona, na sababu kubwa hasa unakuta sio kama unafanya kitu kibaya, ila tu kila jambo na wakati wake. Wakati wa Mungu ni wakati sahihi. Ndio. Yeah, kwa hiyo ukiona unafanya kitu watu hawakusupport au wanakupuuza nini, ujue kwamba una kitu kikubwa. Maana watu wenye vitu vikubwa siku zote wanapitia changamoto kama hizo. Huwezi kuanza tu ukafikia kufanikiwa. Na kama unavyojua unaambiwa kwamba ukianzia juu ujue utashuka chini. Kinachoanzia juu ni nini? Ni kaburi, kushuka chini. Kwa hiyo siku zote lazima uanzie chini, na chini ndio unakutana na manyanyaso, masimango, ya hivyo tu. Kwa hiyo mimi naanzia chini na shukuru Mungu sasa hivi nipo kwenye level ambayo kidogo vitu kama hivyo sio sana, lakini challenge bado zipo tunakutana nazo. Okay, pengine mpaka hivi sasa pengine una tracking ngapi ambazo zipo kwenye social media na tukitembelea pale tuna uwezo kuzisikiliza na kutazama? Yeah, kwa sasa na track kama 12 hivi, 12, yes, of course, bila shaka. Track 12 umezisuka kwa miaka mingapi? Sio kwa muda mrefu. Yaani nyimbo ninazo nyingi sana. Yes. Nyimbo ninazo nyingi sana, project zipo nyingi sana studio, ila zile ambazo nimefanikiwa kuziachia ndo hizo. So siwezi kusema nimezisuka kwa miaka mingapi, maana mimi ni msanii, kila mwezi lazima niwe na project mpya. Ila issue ni muda tu na unaangalia na wakati ambao unatakiwa kuachia kitu. Si unajua tena? Ndio. Yeah. Okay, kuna track ambayo nafikiri hivi karibuni umeiachia, inakwenda kwa jina la Beautiful kama sikosei. Yes, okay. Of course. Una neno gani hasa kupitia track hii ambayo umeweza kuiachia hivi karibuni? Yeah, kwanza imekuwa ni bahati sana. Nashukuru umeuliza. Yes. Yeah, nashukuru sana umeuliza, maana umeuliza wakati sahihi. Huu wakati ambao umekwenda kuniuliza ndio wakati ambao nimekwenda kuiachia hiyo nyimbo Beautiful. Sio nyimbo tu, ni video pia. Yes. Cause napenda kuwakaribisha watu wachukue muda wao kwenda kuingia YouTube channel yangu Ade Music, wakasubscribe channel yangu, watapata vitu vizuri pale kutoka kwangu. Yeah, of course. Okay, pengine unatarajia kuiachia wakati gani hasa? Iko tayari official umeiachia ama bado? Yaani tayari hapo ninavyoongea na wewe ina maana ipo tayari YouTube imeshaachiwa. Ndio. Yeah, official video. Watu wakienda pale YouTube waandike Ade Music. Yeah, Ade Music Beautiful, unaipata ngoma fulani hivi ya mapenzi kali sana, imetulia. Ndio. Inafaa kwa wapenzi, kwa mapenzi jipya nini, hata kama likiwa la zamani bado inafaa vile vile. Unajua tena mapenzi ni mapenzi. Okay, pengine mashabiki watarajie nini hasa pengine mara baada ya kuachia kazi yako hii mpya ya Beautiful? Mashabiki zangu, kwanza ni muda kidogo sijaachia kazi. Yeah, kwa hiyo nilikuwa busy kidogo na masuala ya kushoot video, na video kama yapo tayari tumesha shoot, tumeshamaliza, tumeshaiachia. Sasa nakwenda kuwaahidi mashabiki zangu kwamba sasa hivi tunaachia back to back. Kila mwezi nitaachia kazi. Kwa wao tayari tu kwa ajili ya kunipokea na kunisupport. Yes. Yeah. Kwa hiyo tutarajie kazi mpya baadaye. Yeah, tutarajie kazi mpya. Kila mwezi lazima tuachie kazi mpya. Kwa kila mwezi lazima tutarajie kazi mpya. Kila mwezi tunaachia kazi mpya. Yaani hilo ni jambo ambalo liko serious na muhimu sana, na nataka niwape tu challenge wasanii wa Dodoma. Wasanii wote wa Dodoma. Mimi mwenyewe ni msanii wa Dodoma, lakini hii ni challenge kwa wasanii wote wa Dodoma. Kila muziki nitafanya. Hiyo singeli, bongo flavor, hip hop, kasoro taarabu tu. Yeah. Okay, pengine kuna challenge yote ambayo umeshakutana kwenye harakati za bongo flavor ama harakati za muziki na huwezi kusahau kabisa kwenye maisha yako?
Yeah, kama nilivyokuambia mwanzo, challenge ni muhimu, na hata kama ukiona upate challenge basi jitahidi utafute challenge, maana bila challenge huwezi kufika popote. Challenge ni kitu muhimu sana na nimeshakutana nazo kibao nyingi sana. Pengine sisi tunatamani kufahamu hata moja ambayo pengine ukikumbuka unasema sasa hii kwanza huwezi kuisahau kabisa kwenye harakati zako kweli. Nakumbuka kuna siku moja nilikuwa nimeenda kufanya interview kwenye media moja, siwezi kuitaja. Yeah, nilikuwa nimeenda kufanya interview. Sasa nikafika pale, nilichelewa kidogo, yani kama dakika 3-2 hivi. Ndio. Yeah, nikafika pale kumcheki mshikaji akawa apokee simu. Akanitumia test, baadaye akaniambia wewe kipindi kimeisha mzee. Alafu nikiangalia nimetoka mbali, nimetumia gharama. Ile kitu ilinikata sana, niliumia, lakini anyway ndo maisha ya muziki. Lakini hapo nikajifunza pia na nikajifunza kwenda na muda. Yeah, sikumlaumu yule jamaa kwa sababu nilijua kabisa alikuwa ananifundisha mimi kwenda na muda. Okay, na of course kweli ulichelewa. Yeah, nilichelewa anyway, lakini kitu alichofanya sio poa. Lakini ndo hivyo, ndo maisha ya muziki yani. Of course umefika ukaambia bwana muda umeisha na kipindi kimeisha. Yeah, kipindi kimeisha, lakini kipindi kimeisha nimechelewa dakika 3. Lakini anyway ni jambo la kawaida sana kwa wasanii. Sio mimi nimekutana na vitu kama hivyo, lakini wapo ambao wanakutana na vitu vikubwa zaidi katika maisha ya muziki. Okay, sawa. Ni una neno gani hasa kwa mashabiki zako hasa ambao wanakufuatilia kwenye social media, pengine ambao wanakufahamu na wengine ambao hawakufahamu? Una neno gani hasa kwao? Neno ni kwamba kwanza nawashukuru sana mashabiki zangu. Na nipende kuchukua nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu pia. Maana bila ya wao hata leo hii mimi nisingefika hapa. Najua nilianza zero kabisa. Lakini Mungu anasaidia sasa hivi angalau watu wanaonekana. Ukiupload kitu kweli kinaonekana. Challenges zinakuwa nyingi sana kwa wachumba, wanangu, washikaji. Kwa hiyo ni jambo la kumshukuru Mungu sana na mashabiki zangu pia. Na nipende kuahidi kwamba niwaambie kitu. Bila ya wao si mimi, na bila ya mimi si wao. Mimi ni ndani yao na wao ni ndani yangu, kama neno la Mungu linavyosema. Yaani ni kwa imani kabisa. Hiyo ni kwa imani kabisa. Kwa sababu Ade Music ni mfalme na ufalme wangu mimi ni muziki. Ndio. Kwa hiyo ninachopenda kuambia kwamba nimeletwa mimi hapa kwa ajili ya kuja kuchukua kilichokuwa cha kwangu. Na kilichokuwa cha kwangu ni mioyo yao. Kutuambia vitu vingi sana na tumeweza kukusikia. Na nafikiri pia mtazamaji wetu anatamani kufahamu social media ambazo wewe unapatikana. Let's say kama kuna mitandao kama TikTok, Facebook, Instagram, tutajie mitandao yako ambayo unapatikana, title ambazo unazitumia. Mimi napatikana kwenye mitandao yote yani, social media, kila social media mimi nipo. TikTok unapatikana kama Official Ade Music. Instagram unapatikana kama Official Ade Music. YouTube unapatikana kama Ade Music. Facebook nako pia hivyo. Kwa kila mahali nipo. Ni Official Ade Music au Ade Music, unanipata kirahisi kabisa. Okay. Na kwenye social media zako tunakutana na nini kule tukienda kucheki? Mkienda kucheki mtakutana na vitu vizuri sana. Mtakutana na vitu vizuri na mnaweza mnajua vijana tuna mizigo. Vijana tunateswa na mambo mengi sana. Mapenzi, maisha, vitu vingi sana vinatupa tabu. Lakini chukua nafasi hii moja tu. Penda katika mitandao ya kijamii, search Ade Music Official. Natumaini kabisa utakuja kunishukuru baadaye, maana utakutana na vitu ambavyo vinaweza vikakushushia hiyo mizigo. Utakutana na nyimbo kali. Unajua msanii ni doctor. Yani kisayansi zaidi wanasema kwamba msanii ni doctor. Yani msanii, yani muziki ni upo kila mahali. Ukienda hospitali kuna muziki. Ukienda siji kwenye mipira muziki lazima uwepo. Kila mahali kuna muziki. Kwa kitu ni kitu muhimu sana katika maisha ya binadamu. Kwa hiyo kuna vitu vingine havihitaji dawa ili kupone, vinahitaji muziki. Na huo muziki nao mimi. Ade Music. Wanabotisha sana mzee. Shukrani. Yes, bana, nafikiri umeweza kusikia vitu vingi sana ambavyo tumeweza kupiga story nikiwa na Ade Music. Nafikiri kwa wewe ambaye pengine ni msanii na unatamani hasa pengine harakati zako ziendelee, zisonge mbele, of course ni wakati ambao ni wa kuchangamka. Hasa pia mimi nashauri kitu kimoja, changamkia media, kwa sababu kama msanii lazima uonekane na platform ambazo zinatakiwa zikutambulishe ni media. Yes, bana, mimi naitwa Bahati Mkulia, lakini pia unaweza kaniita director BHT, lakini nyuma kamera nilikuwa na director Azonto. Mpaka wakati mwingine, bye bye.